Forimark Pollinator simulizi. Nimemuua mke wangu. Na kukaribisha katika simulizi yetu ya Nimemuua mke wangu, sura ya pili, sehemu ya kwanza. Ungana nami, mtunzi na msimuliaji wako Ramadhani Budo. Ndoa iliyoanza kama zingine. Nimemuua mke wangu. Simulizi hii haikuandikwa kuhalalisha mauaji wala kumpa mtu ujasiri wa kujidhulumu au kudhulumu uhai wa mwingine. Kinyume chake, ni kilio cha tahadhari kwa jamii kwamba uhai thamani kuu kuliko maumivu yoyote yanayoweza kumkabili mwanadamu. Hakuna tatizo linalostahili damu, hakuna uchungu unaopaswa kuzaa kifo. Haya ni maneno ya kuyaongea na kuyaonyesha yale ambayo wengi wameamua kuyaficha gizani. Maisha ya ndani ya familia, mioyo iliyojaa ukimya, maumivu yasiyosemwa na mgogoro inayopuuzwa hadi kugeuka majuto yasiyorekebishika. Jamii inaombwa ijifunze kusikiliza mapema, kuzungumza kwa hekima na kutatua changamoto kabla hazijageuka majanga. Simulizi hii haimzungumzi vibaya mwanamke wala haimonei yoyote, kwa maana si wanawake wote wenye tabia zisizokubalika, kama ambavyo si wanaume wote wasio na subira na busara. Lengo si kulaumu jinsia, bali kuonya juu ya mienendo mibaya, ukimya, hatari na mioyo inayojengwa katika majeraha hadi kujaa ukatili. Ni wito kwa jamii kutenda wema sawasawa na inavyotendewa, ili kuepusha wengine kujihisi hawastahili furaha ya dunia. Ni ombi la kujifunza kuthaminiana, ili tusije tukalea chuki, hasira na mioyo ya giza ndani ya familia zetu wenyewe. Kwa msikilizaji na msomaji, simulizi hii ni dua ya kimya. Kuwa na mapenzi ya kweli, uvumilivu, subira na uaminifu, kwa maana hapo ndipo msingi ya familia bora hujengwa, si katika hofu, si katika maumivu, bali katika kuelewana na kuheshimu uhai wa kila mmoja. Nimemuua mke wangu. Nimemuua mke wangu, sura ya pili, sehemu ya kwanza. Ndoa iliyoanza kama zingine. Haikuwa ndoa ya mateso tangu mwanzo. Hilo ndilo jambo ambalo mwanaume alilijua vizuri, na hata baadaye alipokuwa akikaa peke yake gizani, alijikumbusha mara nyingi ili asimchukie mke wake kupita kiasi. Walikutana kama watu wengine wengi katika kipindi ambacho maisha yalionekana yanaelekea mbele. Kulikuwa na ndoto, kulikuwa na mipango, kulikuwa na ahadi zisizoandikwa, lakini zilikuwa wazi machoni mwao. Mke wake hakuwa mwanamke mbaya. Alikuwa mchangamfu, mwenye tabasamu rahisi na aliyependa kuonekana nadhifu. Alijua kuzungumza vizuri mbele ya watu. Alijua kujishusha na alijua namna ya kumfanya
mwanaume ajione ana thamani. Ndiyo maana alimwoa bila shaka kubwa. Mwanaume alikuwa mpambanaji tangu mwanzo. Alitoka mbali, na hilo lilikuwa wazi hata katika namna alivyokuwa akizungumza kuhusu pesa, kazi na familia. Alikuwa ameonja kukosa akiwa mdogo, sio mara moja, bali kwa muda mrefu, kiasi cha kumfundisha hofu ya kurudia hali ile. Aliapa kimoyomoyo kuwa akipata nafasi asingekubali familia yake irudi kule alikotoka. Mke wake alijua hilo, lakini hakulielewa mwanzoni. Kwa mwanzo walikuwa wanacheka pamoja, walizungumza kuhusu kesho, walizungumza kuhusu watoto, walizungumza kuhusu maisha mazuri ambayo hawakuwa nayo bado, lakini waliamini yangekuja. Mwanamke alikuwa akiona maisha kama safari ya kupanda haraka kwa mwanga na macho ya watu. Mwanaume alikuwa akiyaona kama mapambano ya kujenga msingi taratibu, kimya na kwa mizizi. Tofauti hiyo haikuonekana hatari mwanzoni. Ili kuweza kupata mwendelezo na simulizi zinazokuja, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu.